Bwana mmoja alikuwa akitembea na gari lake la fahari, gari kubwa. Akapita mahali kuna kama kona hivi, basi akasikia mlio wa kutisha umegonga kwenye gari lake. Akaweka gari pembeni, akashuka na hasira sana kutafuta kuangalia damage iliyoingia kwenye gari lake, na ni nani huyu aliyekosa adabu. Mtu mwenye uwezo wa gari kubwa kama hii ukampiga jiwe. Akaona gari limeumia sana, akaanza kutafuta, akamwona kuna kijana uko kona pale pembeni na unyonge, machozi walia. Akamfuata, akamwambia, wewe mshenzi. Akamshika matai, ni wewe ulopiga jiwe, ulorusha jiwe kwenye gari langu? Akamwambia ndiyo. Mpumbavu. Akaanza kumsukasuka na kumchapa. Kwa nini umefanya hivi? Wajua hata ukauzwa wewe na wazazi wako hamwezi kulipa damage hii? Kijana akamwambia ndiyo. Kwa nini umefanya hivi? Akamwambia wallahi sikupenda kwangu, ni tatizo lilonifika, mwisho nimefanya nililojaliwa kulifanya. Tatizo gani? Akasema mimi na ndugu yangu mdogo mlemavu, hawezi kutembea, namtembeza mimi na kigari kwenye wheelchair, na yuwauma sana, naenda naye hospitali. Lakini mimi pia ni mdogo, kwa kutembea muda mrefu nimeshindwa kuikontroli kile kigari, ile wheelchair. Katika kona hii ametumbukia kwenye hilo shimo. Sasa nimesimamisha watu wote wanaopita na magari, hakuna anayesimama. Akili ikanijia mimi nigonge gari la mtu, lazima atasimama. Ndiyo nikarusha jiwe kwenye gari lako ili angalau usimame, ujue kwamba nini kinachoendelea, kwa sababu mkono wangu, kelele zangu kuziona. Akamwambia yuko wapi? Amwambia mwangalie pale kwenye shimo. Yule bwana akaenda mbio, akasaidia, akamtoa yule kijana, amezidi na kupata maumivu, madamu yanamtiririka. Akamwambia sasa tufanyeje? Tumuingize kwenye gari twende naye hospitali? Akamwambia nitakujua nitauzwa soko gani na wazazi wangu ili tulipe gari langu. Akamwambia la, hapa hakuna tena cha kuuzwa, kwa sababu hili gari sitolitengeneza tena, nitatembea hivi hivi ili nisipate mwingine wa kunikumbusha, nijue kwamba hii dunia kuna mambo yanapitika, na ukakamilika, kuna siku utapata hasara mbele ya kuwa kila siku utafaidika. Mfano huu ni mimi na wewe katika maisha yako. Kila mmoja wetu sisi, hakuna anayeacha kufikwa na vijijambo katika maisha. Utakapoishi na hali nzuri, lakini kuna jambo limekufika, hilo jambo silitafutie sababu nyingi. Ni simple mathematics, kujua kwamba kuna Mungu ndiye mwendesha mambo.